Wapi? Wapi hiyo vipi? Naenda kwenye shughuli ya rafiki yangu. Sawa, unaenda kwenye shughuli ya rafiki yako. Umemwaga nani? Ndio nachomaanisha. Sasa kuaga inahusiana na vipi? Kwani wewe nilichokuambia hujakielewa? Naenda kwenye shughuli ya rafiki yangu. Ulikuwa huko ningekuagaje sasa? Hivyo unajizima data eh? Kuna muda akili zako hazifanyi kazi ila kazi inafanya akili, si ndio? Hivi yani unasahau kwa sometime kwa mimi ni mume wako na inabidi nijue kila sehemu unayoenda. Lakini wewe unaamua tu kurupukurupu, wewe unaenda kwenye shughuli. Shughuli inakusaidia wichi. Hivi kwa nini unashindwa kutumia akili wewe? Sasa haba nikwambie hivi. Mimi kama baba wa familia hii au mume wako ndani. Yaani hilo jambo halitowezekana. Yaani hapa ndo ninavyokuambia ndo natoka. Naenda huko kujibaruza. Haiwezekani ukatoka tu wangu. Kumbuka kwa mimi nilitoa pesa zangu, nikaja na mashahidi kukuoa wewe. Kwa hiyo wewe uko chini yangu, haiwezekani tu mimi sipo dakika 2 dakika 3 wewe unatoa migugu yako ndani unaenda kwenye shughuli. Shughuli inakusaidia nini wewe? Hivi mbona utumia akili? Yaani akili yako imejaa matope tu rafiki yangu. Nimekwambia hivi ndani. Sasa lakini wewe mbona uko hivyo? Hivyo vipi? Hivyo mapunda au Juma Kaseja? Nimekwambia hivi ndani. Pumbavu wa akili. Hivi unanichukuliaje wewe? Kwa sababu unaongea sana kwa maneno. Sasa itafikia hatua nitatumia vitendo. Kumaanisha nini? Mke wangu, mimi nasema nataka niende mara moja. Nisema tunaenda mara moja. Kila baada saa 1 au saa 2 nitakuwa nisharudi tayari. Sawa, mimi nilijua leo hautoki. Basi usichelewe kurudi. Na hakikisha ukifika huko unanipigia simu. Sawa, nimekuelewa. Ndugu yangu, yaani mpaka sasa hivi nilipofikia naona ninafikia pabaya sana yani. Najiona ni mkosefu sana kwa mke wangu. Yaani nimemkosea vibaya mno. Kuna muda anahitaji tendo la ndoa afu mimi nashindwa kumtimizia haja zake. Na sijui nifanye vipi kurekebisha ndoa yangu ikakaa sawa. Kwa hiyo pole sana ndugu yangu. Hiyo tu changamoto tu ndogo za ndoa. Ila kikubwa hapo kupambana tu na kulitengeneza ile tatizo likaa sawa. Wala usikate tamaa. Bado mapema. Sawa. Ila mimi sijui naanzia wapi na sijui naanza kumwambia kitu gani akanielewa. Mara zote nilikopo nikimfokea tu akihitaji jambo lake. Basi. Kulalamika sio suluhisho. Na mtu anaonekana bado anakupenda. Anahitaji kuwa na wewe. Kikubwa tu kukaa kupanga kutatua matatizo yaliyokuwepo. Sawa. Nitajaribu kufanya hivyo. Na sidhani kama atanielewa. Sidhani kama furaha yangu ya mwanzo pia mimi na yeye kama itarejea tena. Natamani sana tuendelee kama zamani. Na siku zote namuomba Mwenyezi Mungu hii hali irudi kama vile vile zamani. Nampenda sana mke wangu. Mimi nakusema mambo yataisha na atakuwa sawa. Sawa. Nitajaribu kujenga sehemu ambayo niliyobomoa. Nashukuru sana kwa ushauri wako. Basi namba hiyo pesa, nitaandaa mazingira, zile nitakujulisha chumba nilichopo. Okay. Hiyo usicheleweshe basi, maana sio mazingira yenyewe hatarishi. Hata mimi naona. Sijui watu wengi wanapita pita hapa. Sijakaa mambo mengi. Sawa basi. Basi nitakutumia message.
sasa? Safi. Karibu. Asante. Samani, kuna dada mmoja anamuulizia hapa, ameingia humu ndani, amevaa gauni ya rangi ya chocolate hivi. Amekuja ukata chumba humu ndani. Mbona huyo mtu mimi sijamuona? Na muda wote mimi ndo nipo hapa. Sasa atakuwa amepitia wapi? Lakini mimi nilikuwa naye nje huko. Akawa ameingilia geti ile. Sawa. Njoo kuonesha. Yaani hizi guest hizi zingekuwa zina milango ya nyuma. Naona leo kingenilamba leo. Uli baba kama yule je kungalia mtu kama mimi? Si ingenificha pale kitandani hivi ingekuwaje? Vipi bosi? Mbona leo mitaa yetu? Si unajua tena. Nilikuwa na meeting na mtu hapo mitaa nyuma hapo. Lakini hata hivyo acha niwe nyumbani. Tutaongea kesho ofisini. Basi sawa. Lakini mbona kama haipo sawa? Kuna jambo gani limetokea? Lakini Mwanangu, samahani, nazungumza na wewe. Nimeshakwambia ukome tena, ukome kama ulivyokoma ziwa la mama yako mzazi kuniita mume wangu. Tafuta kuniita mume wao. Nilikuwa naomba tuongee hata angalau kwa dakika 2 tu. Sawa, zungumza. Kwa nini unapenda kunihukumu kwa jambo ambalo sio la kweli? Nishakwambia tayari kuhusu kile kitambaa. Nilifutia jasho tu mume wangu. Hivi wewe unanichukuliaje mimi? Au unanionaje fala sana, mpumbavu sana? Kumbe unanionaje? Nisikie tena, unisikie kwa umakini sana. Mimi sio mtoto mdogo, wala sio kudanganywa hivyo unavyonidanganya. Najua baya, najua zuri. Ina maana leo mimi nishindwe kutofautisha kati ya jasho na mbegu? Nazungumza na wewe, nishindwe kutofautisha kati ya jasho na mbegu? Usinitafute la undani. Najaribu kuikontrol hisia zangu nisije kufanya maamuzi mabaya. Dunia yote kaniona mimi mbaya, walimwengu wote wakaanza kunilaumu mimi. Naachia moyo ufanye kazi yake, alafu leo unakuja Lena, usipotumia akili nitakuua tena, nitakuwa kifo kibaya. Naomba unisamehe mume wangu, kwani mimi bado nakupenda. Nahitaji uwepo wako pia. Kampende mama yako mzazi. Tena kuanzia leo ishi maisha yako, wacha niishi maisha yangu. Nikiingia ndani usiniulize, na wewe sitokuuliza. Tembea hata na wanaume 200, sitokuuliza wala sitokuangalia kwa lolote. Na mimi hata kama utanikuta na mwanamke usiniulize. Utalala kitandani, nitalala chini. Nitalala chini, utalala kitandani. Nimemaliza. Usinitafute Lema. Habith lamal.
Hello mke wangu. Mbona uko kimya sana? Safi za huko. Niambie shida yako. Hivi unajua nakupenda sana. Wewe ungekuwa unataka kuishi na mimi, ungeleta malaya ndani kwako? Na kwa nini umeamua kuondoka na ukutaka hata kunisikiliza? Kwa hiyo nikusaidieje? Sina samani. Tatizo lako ni ukutaka kunisikiliza kabisa. Usinipige kelele. Laiti kama ungeamua kunisikiliza,